Yesu Kristo. Habari ya Jumapili tena. Niwaalike kwa namna nyingine katika tafakari ya neno la Mungu kwenye adhimisho hili la misa takatifu Dominika hii ya 13 ya mwaka A wa Kanisa. Kati ya mambo mengi ambayo ningewaalika kutafakari matatu. Jambo la kwanza, kutafakari juu ya upendo. Jambo la pili, kutafakari juu ya ukarimu. Na jambo la tatu, juu ya msalaba. Nimesema mangapi? La kwanza, la pili, la tatu, msalaba. Haya yanaleta shida au yana shida sana katika maisha, mzunguko wetu wa maisha wa kila siku. Yana shida, na shida yake ipo kwenye mtazamo au tafsiri. Watu wangesema mtu kile anavyoona inaleta shida. Lakini tuongozwe na somo la pili kadiri ya mawazo ya Paulo mtume alipowaandikia Warumi. Anatualika kwa kuwa tu wabatizwa kwa ubatizo wa Kristo, tubadilike, tuwe na mtazamo tofauti, tuwe na uelewa tofauti wa mambo, kwa kuwa tu wabatizwa. Tuache ya kale, tuingie katika mambo mapya. Hiyo kwa ndio msingi wetu wa mtazamo. Kwa hiyo tukiingia kwenye mtazamo huo, kwa kuwa tu wabatizwa wa Kristo, tuliozika mambo ya kale, tukaingia kwenye mambo mapya, mtazamo wetu katika habari za fundisho juu ya upendo alivyoeleza Yesu, mtazamo wetu katika habari za ukarimu, mtazamo wetu katika habari ya msalaba ubadilike. Kristo tumaini letu. Mko tayari? Asante. Kama tuko tayari, tusafiri sasa pamoja. Mawazo haya ambayo nimeleta kwenu, hayo nimesema matatu, yapo katika masomo yetu tuliyosikia. Somo la kwanza limeweka wazi habari za ukarimu. Kwa hiyo tunaanza na mada ya ukarimu. Somo la kwanza limesema habari zaidi ya ukarimu. Kuna faida yote ya ukarimu, ndugu zangu? Ndio. Ipo? Ndio. Mojawapo? Sihangaiki. Mimi nimewaletea kiasi yale ambayo nimeona yangeweza kutubeba siku ya leo, faida za ukarimu. Lakini somo lile tumelisikia vizuri. Hasa ndani ya somo lile, kwa mtu yeyote ambaye amesikia sawa sawa, angesafiri na kutafakari, kuna mambo fulani tulio wengi anatushinda. Masimulizi haya, akina baba mpo? Akina mama mpo? Hebu yachukue masimulizi, wewe kama ni mhusika katika masimulizi haya. Huyu mtu alikuwa na mazoea ya kupita kwenye nyumba fulani yenye mke na mume. Alikuwa na mazoea ya kupita pale, kupitia mara ombe maji, mara ombe chakula kidogo, mara nipumzike kidogo, naendelea na safari. Alikuwa na mazoea. Kristo. Na anayesimuliwa mhusika mkubwa katika somo hilo ni mwanamke. Na anatajwa mwanamke mwenye cheo. Mwenye cheo maana yake ni? Wewe tumia neno tu maarufu, alafu mwenye nafasi yake kwenye jamii, ana uchumi pengine ni mzuri, eti pengine ana kazi, mwanaume hawajamsimulia. Na huyu mgeni alikuwa kiume wa kike. Mimi nasema wa kike hapa mgeni. Uone nafasi wewe mama katika nafasi hii ya mambo ya ukarimu. Mama, hebu shika nafasi yako vizuri.
uone, ujifunze kutoka pale, uingie kwenye uhusika. Huyu mama anamwambia mume wake, huyu mtu anatujia mara kwa mara, anapitia hapa, mara anaomba maji, ima nipumzike kidogo, ma tumpikie kawali kidogo wale aendelee na safari. Kwa nini? Unaonekana huwa anachoka sana. Kwa nini tusimfanyie zaidi ya hapo? Kwa nini tusimtengee kachumba, tumwekee na kitanda, ili anapokuja akipata kula, akinywa kidogo, apumzike, alale, kisha aendelee na safari. Baba, ungetafsiri vipi? Akina baba mpo? Ungesemaje baba wewe? Mke wako anakupa ushauri juu ya mgeni huyu, tumwekee na kitanda na godoro. Wengine wangesema sasa nimeolewa. Yaani umefanya mambo mengi kwa siri, lakini hilo umeamua kuliweka wazi kabisa. Alale hapa hapa. Huyu baba naona alikuwa mnyonge, alikuwa mnyofu, tuweke tabia ipi sijui. Naona alimkubalia mke wake kwa maombi ya mke, kumfanyia huyu mgeni zaidi ya kile anachokitaka. Sasa wengi tunashindwa kwa sababu tunahama kwenye mtazamo, kwenye tafsiri, kwenye kufikiri, tunahama kwa sababu uelewa wetu bado tumekuwa wakale. Yawezekana yapo duniani, yataendelea kuwepo kwa sababu udhaifu wa kila mmoja. Yawezekana, hatukatai. Hata mnaenda kwa waganga wa kienyeji, kuna uwezekano kuna watoto wengine wamezaliwa na waganga wa kienyeji huko, wamezaliwa na waganga wa kienyeji. Wapo. Wanasema sina mtoto, naenda kwa mganga uchukua dawa. Kuna watu wamezaliwa huko. Lakini hamjaacha kwa sababu ya udhaifu wa mganga na mke wako, hamjaacha kwenda kwa mganga. Hapo mnyamaza kimya. Hata jua yapo yanatendeka. Hatuwezi kukataa hata haya mengine. Mwanaume alikuwa na haki ya kutafsiri kwamba kuna nini nyuma ya pazia kati ya huyu mama mke wangu na huyu mgeni anayetujiajia hapa. Alafu mama anaongeza vitu vingine vya nyongeza kwa ajili ya huyu mgeni. Alikuwa na haki. Lakini kwa sababu amevikwa mtazamo mpya. Sasa humpendi mke wako, humwamini, humfahamu, uingie kwenye mtazamo na tafsiri mpya. Kama unamfahamu, unamwamini, shida yako ni nini? Yafaa kujifunza kwa huyu baba pia. Kristo, yafaa kujifunza kwa huyu baba. Usisumbue moyo wako na akili yako na hangaikia vitu ambavyo wala havitakusaidia zaidi ya kupa ugonjwa wa moyo, na mwisho unakufa mapema. Nini? Umeruhusu jambo ambalo pengine sio uhalisia. Ingekuwa hata kama ni uhalisia, wewe achana nalo. Shida sio mgeni, shida ni mama yako eti. Lakini ona yanayofuata. Baba aliporuhusu hayo yatendeke, mgeni alikuja akapewa chumba nyongeza zaidi ya hela alichonaomba mara kwa mara, akapewa chumba kulala. Anamuuliza aliyefuatana naye, afanyiwe nini huyu mama? Aliyefuatana naye amwambia, huyu mama hana mtoto. Huyu mama hajaenda kutafuta mtoto kwa mganga, hana mtoto, hajawahi zaa mtoto. Kristo, ndio changamoto, ndio kidonda, ndio shida, ndio msalaba alionao huyu mama. Ambaye mwite, anamwita, anamwambia, mwakani majira kama haya utambeba mwanao. Kristo, tumaini letu.
Naona huyu mgeni amebadilisha familia, mtazamo wa familia. Kama wangeishi kwenye mashaka na kumgomea kumfanyia ukarimu mgeni huyu, wangebeba mtoto? Kwani huyu mgeni alikuwa ni mganga wa kienyeji? Huyu mama ametambua huyu mgeni, yamkini mgeni huyu ni mtu wa Mungu, ni mtu mwema. Angalieni wema katika hao wanaowajia kwenye shida zao mbalimbali. Angalieni wema mnapofanya ukarimu, angalieni wema. Kristo. Sasa nikapita kuangalia kuna faida gani za ukarimu. Huyu mama ametendewa, alikuwa ni donda la moyo wake limepona. Na wengi tuna mahangaiko sana katika kipengele hicho. Wameleta makusudi mfano huu wa kina mama wanaokosa watoto, wanaokosa amani, na ndoa inaweza kuvunjika. Zipo nyingi zimevunjika sababu mbona habebi mtoto. Zipo nyingi zimevunjika. Mbona hatuoni matunda ya ndoa? Hii ilibaki imara. Na kwa tabia yao ya huo ukarimu, Mungu anawabariki. Sasa faida gani za ukarimu zinazoongezeka? Paulo alipowaandikia Wakorinto barua ya pili sura 9 mstari wa 6 mpaka wa 8, kwenye kipengele cha ukarimu anawaambia, mnapofanya ukarimu mnamfurahisha nani? Sio yule aliyemtendea, ila Mungu. Kuna mwenye Biblia sio? Au ni sio wale wanani amebeba Biblia zetu. Na utasoma hata nyumbani, ukitaka kuandika unaandika tu, utasoma hata nyumbani. Ukarimu unamfurahisha Mungu unapotendwa na wewe. Sasa Mungu akifurahi una shida gani? Kristo. Unapenda kufurahisha Mungu au upendi? Wakati mwingine anasema jamani tumpigie Mungu makofi. Hapo. Ili imekuwa siku hizi ndio kamtindo kameanzaanza akamtuna kasikia basi. Tumpigie Mungu makofi. Basi jambo jema. Ni mtazamo kwamba wangependa kumfurahisha Mungu ndio wanampigia nini? Makofi. Kwa ukarimu unaofanya ndugu yangu wote ule unamfurahisha Mungu. Unafanya nini? Na machoni pako hakikisha kwamba daima Mungu afurahi kwa ajili yako. Ukarimu unamfurahisha Mungu. Ukarimu si faida ya yule aliyetendewa tu. Ukinifanyia ukarimu mimi kwa jambo lote hili, si faida ya yule aliyetendewa tu. Kwako kuna faida kubwa zaidi, amani na furaha ya moyo. Mtu akija kuomba chumvi, siku hizi waomba kichumvi eti. Kizamani mtu akiomba chumvi, naomba chumvi, nimeishiwa ndani na chumvi ipo. Ukasema imeisha, hata mimi sina. Akaondoka. Kinachobaki kwako ni nini? Hebu weka tayari, weka vizuri kabisa habari. Kinachobaki kwako ni nini baada ya kwamba umemnyima? Zamina kusuta. Kwa hiyo mfadhaiko. Kwako unabaki na mfadhaiko. Yeye anaondoka, anajua haipo. Mwenzangu hana, lakini wewe unayebaki una mfadhaiko ndani ya moyo wako. Kwa sababu umemnyima. Na uko na sababu ya kumfundisha, umemnyima, ni mnyimi. Kristo. Jamani, mambo ya ukarimu haya, matendo ya ukarimu, hebu hakikisha kwamba unapofanya ukarimu kwa moyo wote, ujue unabaki na asilimia kubwa sana ya faida. Furaha ya moyo. Sema wote. Na amani. Akiondoka amepewa, hata kama umetoa chote, hujabakiwa, wewe unabaki na amani. Sema nimetoa kwa moyo, kwa mkono wote, sio kulazimishwa.
unabaki na amani moyoni na furaha. Lakini ukimnyima na uko na sababu ya kunyima, kama kifundisho labda kama ni shule, huko na sababu, kwako unakuwa na mfadhaiko na utabaki salama. Ubaki salama ndugu yangu. Kristo ubaki salama. Ubaki salama. Ukarimu ni fursa ya kuunganika na muhitaji, kumtambua muhitaji, kumthamini muhitaji, ndio ukarimu, na kumsaidia. Na katika maisha kila mmoja ni muhitaji. Uongo kweli? Alafu hata Mungu ni muhitaji. Hata Mungu ni muhitaji. Na ndio maana ameweka utoe 1, 2, 3 kwa ajili yangu. Ni muhitaji. Ni muhitaji. Leo hii tunasema tuna harambee mambo ya maendeleo ya kanisa. Maendeleo ya kanisa kitu gani? Kuna mmoja tuondoka na hizo hela zetu kwa ajili yake nyumbani kwake? Unataka ondoka nazo? Ni kwa ajili ya nini? Kanisa kitu gani? Kama mngechanga kwa ajili ya paroko wetu, ale vizuri, anenepe, apate kitambi, mimi ni muhitaji kwenu, ni haki. Mnataka kuwa na mashaka? Ni muhitaji. Kama tunataka tutajenga kwa ajili ya ili injili iendelee, ni muhitaji. Kumbukeni hata kwenye maandiko, Yesu alihudumiwa, alikirimiwa na watu kadhaa, lakini asilimia kubwa imeonekana kina mama waliomhudumia kwa mali zao, hakuwa muhitaji kwao, na kazi iliendelea. Kwa ukarimu unakusaidia wewe kugundua wahitaji wanaokuzunguka na kuhusika nao. Hii ndio jamii tunaweza kuishi kwa furaha na amani, kila mmoja furahie. Ni watu tusemi chochote kwa mpa yeye, sio maana hiyo. Kesho utafanyaje? Na mwingine utafanyaje? Kristo. Haya, ukarimu, wanasema wataalamu, hukuza heshima na utu. Heshima na utu wa mtu. Utakapomfanyia ukarimu ndugu yako muhitaji, unamheshimisha. Kristo. Ukikuta mwenzako ameanguka barabarani, unajua watu wengine za kukarimu ni hela tu. Ameanguka barabarani, pata ajali ya baisikeli, hawezi kunyanyuka. Utakapomnyanyua, umemheshimisha, fedha inapotea. Hata wale ambao tuna kadiri yetu, wapo wahitaji wengine. Unakuta mlevi ameanguka kwenye mtano, utafanya nini? Tendo lako la ukarimu kwa mlevi huyu ni lipi? Tendo lako la ukarimu kwa mlevi huyu ni lipi? Kuna watu wamefanya hata ukarimu kwa wezi. Anafukuzwa, anakimbia, ana mahangaiko, amerukia kwenye fensi yako. Utafanyaje? Kristo. Jamani, mwizi anafukuzwa huko, anakimbia, hatimaye amegundua hapa, karuka kwenye fensi yako. Ndani pwa. Utafanyaje? Haya. Wewe fikiria tu, unajua mambo mengine sio lazima uende shule. Nina jambo ambalo ndani mwako una lipi la pekee. Umemheshimisha, umemhifadhi huyu, umemtunza huyu, sio dhambi. Kwa nini nakimbilie kwako? Kwa nini akimbie? Kwa nini anakimbia? Anaokoa roho yake. Anatetea uhai. Kwa wewe ni mtoa uhai wake. Vitu vingine inahitaji sheria sana. Hebu jaribu hata kufikiria upande wa pili. Mbona watoto wetu wezi wako wengi tu, tunawaficha, tumewahifadhi, tunawatunza, tunawalinda, wako wengi tu. Haya. Heshima na utu. Kadiri ya somo la leo, ukarimu unaleta baraka.
kwa mtendaji. Hapa hatusemi kwa mtendewa, yaani kwa mtendaji tu. Ukarimu hata nini? Baraka. Mama amepata ujauzito, amepata mimba, amepata mtoto, eti jamani. Si ni baraka hiyo? Ukutaka. Na wengi wamefanikiwa katika mambo yao ya shughuli zao mbalimbali kwa sababu ya tendo la ukarimu. Wengi ambao ni wa mkono wa birika hawafanikiwi sana katika maisha yao. Mkono wa birika unaofahamu? Ndio. Vizuri? Hawafanikiwi. Wengi wanaotoa unaona kabisa wanafanikiwa. Wengi wenye nacho wasiotoa wanaendelea kufikiwa. Nenda siri kwenye bakuli ili angalia hiyo jamaa mali zake za mtindo gani. Kama ni mali katika mapenzi ya Mungu, mkarimu mtoaji anafanikiwa tu. Labda kama sheti ya mganga wa kienyeji. Mganga wa kienyeji atawaambia wewe nani jana anapita barabarani ukuta wamerusha karatasi, nasema sasa huyu kuna mwingine aliyerusha karatasi, rusha wasomage watu. Na wengi wa biashara zao anaenda kunywa pombe, akilewa pombe anaambia rusha hela tu kwenye baa kule. Lakini kanisani achangii. Ila kwenye baa mwaga tu mahela watu wokote. Hawapo. Mnafanya kwenye harusi huko mwaga tu, mwaga. Sehemu ya baraka kuongeza kipato. Mwaga. Kanisani mchango huu kanisani 70,000 tu tatizo. Lakini huko na mwaga milioni 2, milioni 3, milioni 5 na mwaga huko. Watu waokote. Yapo mengi yanafanyika duniani humu. Nashuhudia mmoja amepanda kwenye nani, anakwenda pikipiki wanakwenda msipili kweli. Mwingine ni kutupa hela tu. Kutupa tu. Watu wanahangaika, wengine wanagonga na magari kwa ajili ya kuokota hela. Zile hela za nini? Mbona kuna watu wenye wengi sana wanahitaji msaada wako usitoe? Kristo. Mwisho bila kuendelea sana juu ukarimu, tungeweka hii kwamba ukarimu unakusaidia kujiwekea hazina mbinguni. Ukarimu unaofanya unakuwekea hazina wapi? Mbinguni. Niwasimulia hadithi moja ile ya watu wawili walikufa. Wanatunga hizi hadithi hutu nzuri tunataka kufundisha, wamekufa. Mmoja tajiri, mmoja maskini fulani. Ni utajiri wa mali, maskini wa ukarimu. Huyu mwingine maskini wa mali, tajiri wa ukarimu. Mbinguni katika kupita malaika akawapokea. Anaanza kuonyesha kila moja nyumba yake iliyoandaliwa kwa ajili yake mbinguni. Kwa hivyo wanapita, wanaona nyumba fulani hivi mbaya hivi. Maskini yeye hata nikipewa yeye hana shida, si bora mali kwa kuishi. Tajiri sasa haiwezi kuwa ya kwangu. Kadiri ya hali yangu niliyokuwa nayo ile wapi. Wakiona nyumba moja ya ghorofa sema ila ghorofa ingekuwa 5 hapa ndio hadhi yangu. Ghorofa 2 hapa ingekuwa ghorofa ngapi? 5. Imepangwa vizuri. Akashangaa malaika anamwambia yule maskini nyumba yako hii hapa. Mimi nyumba yako hii hapa. Zile hela ulizokuwa unatunza, ukarimu uliokuwa unafanya duniani ndio ilikuwa tunajengea nyumba yako huko mbinguni. Ndio nyumba yako hii imejenga. Zile ukarimu wako uliofanya duniani, ulifanya kanisani, ulifanya wapi, ulifanyia mtu, ilijenga nyumba ya Kristo. Akakabidhiwa nyumba yake, maisha yaendelee. Tajiri akafikiria kama huyu amepata nyumba hii Kristo, kama huyu duniani ilikuwa hoyaye tu, hana eleweki mpango wana, amepata nyumba hii, mimi je? Akajipangia kichwani mwake mtazamo wake, aweka nyumba, akajenga nyumba, anaona ndio hadhi yake. Lakini mwishoni akapewa nyumba ya makuti. Sasa jinsi uliofanya ukarimu duniani kwa mali zako, ulicholeta mbele ya Mungu, ndio thamani yake imejenga nyumba hii.
Ulipotoa mahali fulani milioni 7, ulikuwa unajitangaza mambo ya siasa wakupende. Kwa Mungu thamani ni ndogo sana. Ulikuwa unavuta watu kwa ajili yako tu, wala hauko ukaribu. Kristo, si watu wakujue kwa umetoa. Sasa mmoja ametangaza mimi ya misa hapa, anasema jina lisinistaje. Unajua ina maana sana. Yule anayesema no misa kwa ajili ya familia ya nani sijui la nini, wana maelezo mengi ni matangazo. Na anavizia Jumapili. Hivi misa ya Jumapili na kesho kuna tofauti upi? Kwani ukisema tusiposema kuna shida gani? Wewe kichwani mwako ile misa unataka matangazo watu wajue au unataka Mungu ajue una shida? Na kwa nini umevizia Jumapili ndio tukutangazia hapa? Nisiposoma fani, mbona misa yangu hamjataja? Wewe umepeleka nia yako. Shida iko wapi? Mwingine ni matangazo, mwingine kweli ni nia ya misa. Mbele ya Mungu thamani yake tofauti. Yesu, tumaini letu. Nyumba ya makuti. Hilo tuliache. Tuje jambo la pili. Katika Injili ukarimu umezungumzwa pia. Hatutaenda kugusa hesabu, tayari tumeshajitosheleza. Lakini chochote wazo moja kutoka Injili, habari za msalaba. Habari za msalaba. Sina shaka tunafahamu vizuri nini maana ya msalaba. Sina shaka kila mmoja anajua msalaba wake. Hakuna ambaye hajui. Tunafahamu msalaba yetu jamani. Na hapo kuna changamoto juu ya mtazamo juu ya msalaba. Nilipokuwa nasoma waraka wa Baraza la Maaskofu juu ya charismatic. Nikisema charismatic wanashtuka. Anatutwanga tena. Kristo! Kristo! Hiyo nasoma waraka ule. Moja ya changamoto niliandika. Moja ya changamoto ambayo ndugu zetu sasa na wengi tu maisha sio hao tu, ni hao nimesema kutoka juu ya kitu fulani, lakini mtazamo wetu ndio wengi. Kuna tafsiri hasi sana juu ya mateso. Tuna tafsiri hasi juu ya nini? Mateso. Leo kuna baridi. Tafsiri yetu ni kulalamikia baridi. Hatukupaswa kupata nini? Uongo kweli? Uko shambani jua limewaka, utalalamika. Haikupaswa kuwa jua kali. Ungepita unipoze. Hata kina mama yuko leba, angetaka pata mtoto kwa laini hakuna maumivu. Ni sawa? Na ndio maana wakati mwingine sasa sijajua itakuwaje. Tungependa hata shughuli zetu, nimesoma kitabu kimoja wanasema work smart. Work smart. Sinaelewa jamani? Ndio. Au wewe nani mwalimu? Work smart. Nini? Yaani kazi zako, yaani wewe kwa utanashati wote, hakuna shida, hakuna jasho, hakuna mahangaiko, mambo hela zinakuja tu. Umetulia, unafunga na kiti cha kuzunguka, unavuta hewa vizuri. Kila ugeuka huku, hela zinakuja. Wengi wapendi shida. Kusiwe na kuugua. Si ndio? Alafu kingine? Na hilo linatusumbua. Walipoleta changamoto hii kwenye charismatic, kwa nini watu wanaenda charismatic ni kupambana na shida za maisha? Hana mtoto, ingia kule. Wakukemee pepo na uzuia mtoto usipate.
Unaumwa, umerudia kumwa, hapana, lazima kuna jambo fulani wakemee. Na ndio maana biashara hiyo imeenea dunia nzima, sasa hizi imekuwa ndio biashara pekee. Hii ni biashara. Kukemea matatizo, kukemea msalaba maishani. Tunataka to live smart. Jamani. Smart life. Hakuna shida. Mpaka hapo sasa ndio tunafika kwenye changamoto ya mtazamo wetu si wa Kristo tuliobatizwa juu ya msalaba. Nini maana ya msalaba? Nini maana ya msalaba? Ukienda kwenye ndoa unasema smart marriage. Hakuna shida. Yaani mteremko tu. Tutafika ndugu zangu. Asiyekubali kuchukua msalaba wake na kunifuata hanistahili. Hasa kwenye ndoa kuna msalaba wote? Upo? Wajibu wako ni upi? Si ubebe. Kama nataka smart marriage, hapo tatizo lipo. Tatizo lipo. Ni tatizo la mtazamo wetu katika maisha juu ya msalaba. Lakini msalaba uchukulie kama ilivyotajwa katika kituo cha pili cha njia ya msalaba, uchukulie tu msalaba wangu na mimi nao msalaba wangu nini? Watoto wamesema ni msalaba kazi ni msalaba hata baridi ni msalaba Sema sana baridi. Na joto si ni msalaba. Sasa wajibu wako ni upi? Mtazamo katika hili swala msalaba. Na kwa sababu hiyo shetani anatuajiri ili tuingie kwenye biashara yake ya kukimbia msalaba. Tunataka kukemea mambo ya ajabu, wala sio tatizo hilo. Hata mapepo. Yametoka wapi mapepo? Wewe stress za maisha, stress zako za maisha, una maisha yamekupiga, una stress, au mume alikufa au mke alikufa, maisha hayaendi, unakimbilia mapepo wapi? Tafsiri. Wengi tunapenda kukimbia nini? Msalaba. Kama wewe umeugua, unataka ugue, usiwe wewe. Hii ni smart life. Ana siwepo mgonjwa, asiwepo aliyechoka, asiwepo anayelala usingizi. Asiwepo. Itaisha maisha yanakuwaje? Smart life. Bwana, mimi nikiangalia sasa, ona. Watoto wangu wapendwa, mnaimba mkitaka kuimba vizuri lazima mwingie kwenye mazoezi ya kujitesa. Kafanye mazoezi kwenye uwanja mrefu mpana. Wafanya huo mazoezi ya kucheza mpira chumbani. It's smart life. Ndio bwana chumbani kwangu nina kamba ya kuruka. Asubuhi nikiamka, ujibembeleza kidogo na nini, alafu naanza kuruka kamba na hesabu mara 100, ninaruka. Unaona? Wewe kwa ile zoezi ile kwa ajili ya nini? Yaani kuruka kamba kuna faida yake, kufanya kazi ya nguvu kuna faida yake, alafu nini tena? Kukimbia kuna faida yake, kubeba mzigo mzito kuna faida yake. Basi smart life hii utafanya nini? Na ndio maana tunapozungumza habari za AI ndio kunakoenda sasa. Ndio nakoenda. AI ukimwambia wewe binti hebu njoo. Njoo. AI ukimwambia wewe AI unamwona huyu? Nataka nywele hizi siwe za kufunga hivi, zichanue mbele hivi. Wewe mpige picha huyu, au mwambie AI nataka hizi ziende hivi. Atakutengenezea huyu picha hii sura hii. Huyu. Ila nywele sio hivi. Gauni aliyovaa rangi gani? Ya kijani. Naona iwe na madoa mekundu na meusi. Hata kutengenezea smart life. Uhalisia sio wenyewe.
Kristo. Ndio maana saa hizi tunaanza kukwepa hata ushahidi mahakamani wa picha, wa sauti, wa nini, itakuwa ni tatizo kwa sababu tayari imetengenezwa kitu kingine. Tusikimbie msalaba. Wewe mpiga kinanda, yaani ukitaka kufaulu kwenye kinanda, hakisha hakuna kulala. Ndio niwaambia, wewe mpiga kinanda, kama unapenda kupiga kinanda, nunua kinanda cha kwako, muda wote unahangaika nacho. Ukija hapa ni performance. Wenzao tuko kwenye mechi kombe la dunia hapa. Hata kwenye mazoezi. Kristo. Hapa kwenye kombe la dunia sio kwenye tuko kwenye mechi, sio mazoezi. Mazoezi kafanye huko, hata mtaka kuimba ni wako msitu wa nani au msitu ule. Ingieni mle ndani, wewe paza sauti unapotaka, wewe udisturb watu wengine, paza sauti ikae vizuri. Tutaimba kwa hivyo maneno ufahamu, nitaimba tu. Haina shida, mbona unafahamu, nitaimba tu. Kristo. Acheni usmart. Katika swala performance nzuri, acheni usmart. Asilimia kubwa saizi wakulima tuna mahangaiko ya mavuno Unaona tulihangaika kulima, tunahangaika kuvuna. Hebu tafuta wakati upo utakapostarehe kwa ajili ya kufaidi mavuno yako. Ni lini? Yaani wanaweza tu wale ndugu zetu wa bondeni wale wanaweza kishifika kiangazi wanasema sasa roho yangu tulia, kula kunywa. Lakini wanyia ndugu zangu huku na wanyama na nani hawa wandali, hakuna muda wa kupumzika. Sasa tunahangaika kuvinyungu, tunahangaika nini, yaani mahangaiko matupu. Hiyo ndio smart life yenyewe inayotakiwa. Ujue majukumu yako, yachukue vema, usiyakimbie. Usipunguze msalaba. Kristo. Usipunguze msalaba. Mungu amekuja watoto 10, usipunguze hata mmoja. Beba wote. Tena ongeza na wajirani. Na wandugu ambaye haelewi habari za kulea watoto wako. Sasa hapo itoshe kutukumbusha msalaba tukimbii. Kristo. Ndugu zangu ambao leo sema harambee ndio haji kanisani, huo ni msalaba ambao huna sababu kukimbia, kwa sababu utabeba tu, lazima ubebe. Na kuona ukitaka kuona sasa shida inakuja hivi. Kuna muunganiko na huo msalaba na ukarimu. Wewe kimbia jukumu hili litelekeze, alafu utaona faida yake. Telekeza tu kama faida yake. Mimi najiuliza hivi kwamba kama huyu mmoja ametoa milioni 2 kwa ajili ya ujenzi wa kanisa, mwingine 700 ngapi? 100,000 nimesema 100,000 anatusumbua kwamba huyu peke yake ndio ana hela nyingi. Na ukumbuke huyu aliyetoa zaidi huyu ana watu orodha ndefu wanaomuomba na hajaacha kutoa. Lakini una watu wangapi wanaokuomba umetoa? Kuna wangapi wanaokuomba? Ndugu zangu, kama hauna mtu anayekuomba chochote, wewe umeshakufa. Na hufai. Zungukwa na watu wanaokutegemea. Kristo. Nipigeni makofi hata kwa hiyo.